Hali gani ndugu mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa YouTube channel yangu ya Misi Hassan TV. Langu jina ni Misi Hassan bin Tigo. Alobochwa na nyakiondalo MMMCZ Sumaru Kundo Shwalal. Karibu sana, kama hii ndo mara yako ya kwanza tafadhali subscribe, share, like na comment. Na kama hii sio mara yako ya kwanza niseme asante sana kuichagua Misi Hassan TV kwa kama kituo chako bora cha matangazo na uchambuzi wa masuala ya siasa, masuala ya kijamii, masuala ya kimichezo, hata masuala ya kiburudani. Karibu sana. Ni majira ya saa 9 na dakika 20 hapa Tallahassee, Florida mchana katika nchi ya Marekani, na kutangazia nikiwa hapa Marekani. Taarifa ya kwanza ambayo nitaanza nayo ni kuhusiana na delegation ambayo imefika Luanda leo Angola kwa ajili ya mazungumzo ya wahasi wa M23. Tayari Luanda, ambapo ni makao makuu kule ya serikali ya Luanda presidential, imetoa taarifa ya kuwa imeshuhudia delegation kutoka Kinshasa tayari iko Luanda kwa ajili ya mazungumzo ambayo yamepangwa kufanyika tarehe 18 mwezi wa 3 mwaka 2025. Na kwenda kusomea taarifa hiyo, licha ya taarifa nyingine ambayo nitakusomea ya kuwa delegation pia ya AFC pamoja na M23 ni kama imesema haitoshiriki mazungumzo hayo siku ya kesho. Hatujui nini kitakwenda kufanyika. Ni kuwa mazungumzo ya amani ya moja kwa moja yataanza Jumanne hii Machi 18 mwaka wa 2025 huko Luanda, kati ya serikali na waasi wa M23 na AFC kama ilivyotangazwa na Angola, mpatanishi, kwa lengo la kukomesha mzozo ambao ndio sababu ya kuzorota kwa hali ya usalama na kibinadamu mashariki mwa DRC. Ingawa mshiriki wa Kinshasa bado hakuwa wa uhakika kufuatia kukataa mara kwa mara kushiriki katika mazungumzo ya moja kwa moja na vuguvugu hili la waasi linaloungwa mkono na Rwanda. Urais wa Angola tayari umetangaza uwepo wa ujumbe wa Kinshasa mjini Luanda bila hata hivyo kutaja wajumbe wa ujumbe huo. Ujumbe wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa mazungumzo ya moja kwa moja na M23 tayari uko Luanda. Ujumbe wa M23 kwa upande wake utawasili leo katika mji mkuu wa Angola. Masharti yote yamepangwa kwa ajili ya kuanza kwa mazungumzo ya moja kwa moja kesho Machi 18 kama ilivyopangwa. Ofisi ya rais wa Angola ili ripoti hivyo. Kwa upande wake, wakati waasi wa M23 pia wamejionyesha kukubali mpango unaoongozwa na Angola la vuguvugu la waasi hilo linaungwa mkono na Kigali limerudi nyuma kwa kutangaza kukataa kwenda Luanda. Katika taarifa iliyochapishwa Jumatatu Machi 17 mwaka huu wa 2025, vuguvugu la waasi lilishutumu vikwazo vya kibinafsi vilizowekwa na Umoja wa Ulaya dhidi ya viongozi wake kadhaa, na kusema kwamba hatua hizi zinaathiri mazungumzo na kufanya mazungumzo ambayo yamekuwa yakisubiriwa kwa muda mrefu kutowezekana. AFC na M23 ilidai kuhujumu mchakato wa amani. Katika taarifa yake, AFC inashutumu baadhi ya taasisi za kimataifa kwa kuhujumu juhudi za amani kwa kuweka vikwazo mfululizo dhidi ya wanachama wake, ikiwa ni pamoja na katika mkesha wa mazungumzo. Kundi hilo la waasi linaamini kwamba maamuzi haya yanaimarisha nafasi ya Felix Tshisekedi ambaye inamtuhumu kwa kufuata sera ya kuchochea vita. Katika mkesho wa ufunguzi wa kesi hiyo, rais wa Angola na mwenyekiti wa sasa wa Umoja wa Afrika AU João Lourenço alitoa wito wa kusitishwa mara moja kwa mapigano mashariki mwa DRC kuanzia saa 6 usiku Jumapili Machi 16. Tangazo hili la urais wa Angola linataka kusitishwa kwa uhasama wote, ikiwa ni pamoja na mashambulizi dhidi ya raia na ushindi wa nyadhifa mpya ili kuunda hali ya hewa inayofaa mazungumzo ya moja kwa moja kati ya serikali ya Kongo na M23. Mamlaka ya kikanda zinajaribu kutoa majibu ya kidiplomasia. Mkutano wa waziri wa mambo ya nje wa SADC na EAC umepangwa kufanyika Machi 17 mjini Harare ili kujadili mbinu za usitishwaji vita wenye nguvu zaidi. Mjini Nairobi, waziri wa mambo ya nje wa Kongo Therese Kanyikwamba Wange alitoa wito wa kukaribishwa
kwa jibu la kikanda dhidi ya AFC M23. Alisisitiza kutekelezwa mara moja kwa azimio nambari 2773 la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, likitoa wito wa kuondolewa kwa vikosi vya Rwanda na M23 na kufunguliwa tena kwa viwanja vya ndege vya Goma na Kazimu. Hiyo ndio taarifa ya habari ambayo nimekuandalia mchana wa leo majira hapa Marekani katika state ya Florida. Imekanusha, imepinga tena kutokushiriki haya mazungumzo ambayo yalipangwa kufanyika kesho, na kwenda kusomea ripoti au tangazo ambayo iliandikwa na M23 pamoja na washirika wake AFC, ambayo inaendelea kusapotiwa na Rwanda. Nasoma kama ifuatavyo: Muungano wa Mto Kongo, umoja wa watu wenye heshima na wenye mafanikio. Taarifa rasmi kwa vyombo vya habari tarehe 17 Machi 2025. Muungano wa Mto Kongo AFC na M23 unaonyesha masikitiko yake makubwa kwamba baadhi ya taasisi za kimataifa zinafanya kazi kimakusudi kuhujumu juhudi za amani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kufanya mazungumzo yaliyokuwa yakisubiriwa kwa muda mrefu kutowezekana. Vikwazo vilivyofuatana vilivyowekwa kwa wanachama wetu, ikiwa ni pamoja na vile vilivyochapishwa katika mkesha wa majadiliano ya Rwanda, vinaathiri kwa umakini mazungumzo ya moja kwa moja na kuzuia maendeleo yoyote. Mtazamo huu usioeleweka, usawa na utata unamimarisha tu Felix Tshisekedi Chilombo katika sera yake ya kuchochea joto. Zaidi ya hayo, AFC inavuta hisia za maoni ya kitaifa na kimataifa kwa ukweli kwamba vikosi vya muungano wa serikali ya Kinshasa vinaendelea na kampeni yao ya kuchochea vita kupitia mashambulizi mengi ya ardhini na milipuko ya mabomu kwenye maeneo yenye watu wengi, na vile kwenye nafasi zetu kwa kutumia ndege za kivita na ndege zisizo na rubani aina ya CH4. Chini ya hali hizi, kufanya mazungumzo imekuwa haiwezekani. Kwa hiyo shirika letu haliwezi tena kuendelea kushiriki katika majadiliano. Hiyo ni taarifa ya AFC pamoja na M23. Wamesema hawataenda kushiriki katika mazungumzo kesho tarehe 18 mwezi wa 3 mwaka wa 2023. Ina maana kesho hakutakuwa mazungumzo kwa sababu imesema haitoshiriki kwa sababu ya kupewa vikwazo kutoka kule Umoja wa Mataifa, Umoja wa Ulaya. Tunaendelea na taarifa zetu. Nimepata taarifa mchana wale nilikuwa yule mkuu wa polisi wa FRDC, yani mkuu wa soda wa FRDC ambaye anafahamika kwa jina la Kotazo, amekuwa elimine kwa siku ya leo katika kijiji cha Sange huko teritwari ya Uvira. Amekuwa elimine kwa kuonekana anasaliti jeshi la FRDC na kuungana pamoja na M23. Tayari wamemuelimine. Hiyo ina uthibitisho kabisa Kotazo hayupo duniani leo. Taarifa nyingine ni kuwa wazalendo wanaendelea kusonga mbele. Jeshi hili la wananchi la kujitolea la wazalendo ambalo Mheshimiwa Rais alisemanga ni jeshi la reserve, yani maaskari wa akiba, wanaendelea kusonga mbele. Sasa hivi Bukavu, kesho tunavyoongea Bukavu inaweza kukamatwa. Kwa maana hiyo walipambana siku ya leo na kukamata kijiji cha Nyangezi. Walikamata Nyangezi, mpaka sasa hivi wameishikilia sehemu ambayo inaitwa subiri hapa niangalie haraka nisikuchoshe ndugu mtazamaji wangu. Wamefikia sehemu ambayo inaitwa Nyatende. Nitakuwekea picha ya Google ya kuonesha Katende ni wapi. Yani ni 0 kilomita na Bukavu. Ina maana wazalendo kesho wanaweza wakaingia Bukavu. Hivyo Hamisa Sani TV natoa wito kwa wakazi wa Bukavu. Tafadhalini, baada ya kuona Hamisa Sani TV, kesho siku ya tarehe 18 ya mwezi wa 3, usitoke ndani. Maana wazalendo wako mlangoni pako. Usitoke ndani. Wazalendo tayari wamekuwa Nyatende.
walikamata Nyangezi leo, wakapiga M23 pamoja na AFC, wakasogea mpaka kijiji ambacho kinaitwa Nyatende. Nyatende na Bukavu ni 0 kilomita. Ina maana wazalendo wanaanza kuiona Bukavu inaenda kuokolewa. Huku mazungumzo yamefeli, huku wazalendo wanaendelea kupasha moto, wanaendelea kusonga mbele kwa ajili ya kwenda kugomboa mji wa Bukavu. Baada ya Bukavu wanafuata Goma. Ina maana mission ya M23 inakwenda kuzima baada ya wazalendo kusema hatuko tayari kuacha ardhi yetu ya mababu yetu ichukuliwe kiulaini kiasi hicho. Tumechoka sana na uonevu wa miaka na miaka. Tunakwenda kuwaondoa M23 katika ardhi yetu ya Kongo na warudi kule ambako walitoka. Hii ni Hamisa Hassan TV. Kama hujasubscribe, tafadhali subscribe, share, like na comment. Wazalendo hoye hoye, DRC hoye hoye, FARDC hoye hoye. Watu tunaenda kuishuhudia Bukavu katika mikononi mwa wazalendo FARDC, pamoja bila kuwasahau wanajeshi kutoka Burundi wanashirikiana pamoja na serikali ya DRC pamoja na wazalendo kuhakikisha wanakwenda kuikomboa vile ya Bukavu pamoja na Goma. Hii ni Hamisa Hassan TV, langu jina ni Hamisa Hassan Bintigo, alo bochwa na nyakiondalo msizin sumano kutoshwalala. Kama hujasubscribe, tafadhali subscribe, share, like na comment, na kama tayari umeshafanya hivyo niseme asante sana kuichagua Hamisa Hassan TV kwa kama kitoko tako bora cha matangazo. Bye bye.